Mwenge Online TV, elimu ni utajiri. Kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo ameyaomba mashirika ya kimataifa kuendeleza zaidi ushirikiano hususan kwenye udhibiti wa vitendo vya udhalilishaji wa jinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kamishna Kombo ameyasema hayo katika chuo cha polisi Zanzibar wakati akitoa nasaha zake kwenye kikao kazi cha pamoja cha kujengeana uwezo kati ya watendaji wa dawati la jinsia na watoto na shirika la kimataifa la SOS Children Village. Shirika hilo limekuwa likishiriki masuala mbalimbali ikiwemo mradi wa usalama wetu kwanza mashuleni, mafunzo kwa watendaji na uwezeshaji wa rasilimali vifaa kwa jeshi la polisi. Aidha, Kamishna Kombo amewataka watendaji hao wa dawati la jinsia na watoto kuendelea kupokea mbinu na maarifa ya kupambana na makosa dhidi ya udhalilishaji kwa njia ya mtandao. SOS wamekuwa ni wadau wetu wakubwa na tumekuwa tumefaidika nao sana. Kwa dhati kabisa nakushukuruni sana. Mwaka 2026 ni wajibu wetu kujipanga vyema kwa kuweka mkakati madhubuti kwa kuzuia makosa kabla hayajatokea kupitia elimu kwa jamii, lakini tumairishe ufuatiliaji wa kesi hadi hatua za mwisho za kisheria. Tuendelee kushirikiana kwa karibu na wadau kama SOS Village na wengine, kujengeana uwezo mara kwa mara ili kukabiliana na changamoto mpya. Wengine tuwe tuna upenzi. Naye mkurugenzi wa SOS Children Village Asha Salum Ali amesema shirika hilo litaendeleza mashirikiano na jeshi la polisi kupitia dawati la jinsia na watoto ili kuhakikisha malezi na makuzi ya mtoto yanasimamiwa ipasavyo ili kuwa na jamii salama. Sisi kama SOS tunatoa shukrani za dhati kwa jeshi la polisi kwa ushirikiano nzuri katika kutekeleza majukumu yetu. Sisi kama SOS tuna jukumu moja tu, kuhakikisha kuwa malezi na makuzi ya watoto yanasimamiwa na watoto wanapata haki zao. Kila polisi liko mpaka kwenye kata na shehia, kwa hiyo linaweza kumfikia kila mmoja. Ni pia niseme kwetu sisi dawati ni chombo muhimu, na nichukue fursa hii Mheshimiwa Afande Kamishna kuwapongeza watu wa usalama wetu kwanza. Nikisema sisi kama SOS wametupaisha kwenye masuala ya utekelezaji na utoaji wa elimu kwa watoto, lakini pia kwa jamii. Kwa hiyo nawashukuru sana na niahidi sisi kama SOS tutaendelea kufanya kazi na dawati na vitengo vyake katika kuhakikisha kuwa watoto wanabaki kuwa salama. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa dawati la jinsia la watoto wa makao makuu, mkurugenzi wa polisi Wilfred Willa amepongeza juhudi za wadau wa kimataifa wa kupinga vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa mtoto. Mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo mbalimbali ambayo yamekuwa yakidhaminiwa na SOS na wadau wengine mbalimbali, na niombe kwa niaba ya dawati la jinsia na watoto kwamba wadau mbalimbali tunaomba waendelee kushirikiana na jeshi la polisi, hasa kitengo cha dawati la jinsia na watoto kuweza kuendelea kutoa elimu na kuwajengea uwezo au uelewa wa kutosha wananchi na askari kwa ujumla ili waweze kufanya kazi hii kwa weledi mkubwa. Lakini pia tunapoelekea mwaka 2026 tunatamani kuona kwamba Tanzania nzima makosa haya ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto yanapungua kwa kasi kubwa, na tunaamini kwamba kupitia kampeni zetu mbalimbali ambazo tutakuwa tukizifanya kwa wananchi, basi wananchi wanauelewa mkubwa. Na niombe sasa wananchi wakipata tatizo lolote lile ambalo linahusisha dawati la jinsia na watoto au kosa la ukatili wa kijinsia au udhalilishaji au unyanyasaji, basi wasinyamaze kimya, watoe taarifa kituo cha polisi waweze kupata huduma iliyo bora. Mwenge Online TV, elimu ni utajiri.